18:21 alafu Luka 30 mpaka 32. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema, naye Elia akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Biblia inasema, kisha Elia akaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu. Asante sana. Utaendelea kusoma, utaelewa mengi zaidi. Vita ya madhabahu. Jamani, Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Naomba niulize swali. Mliponunua maspika haya na madrums, kanunua na kinanda, mkanunua na gitaa, mlivinunua ili vifanye kazi gani? Naomba mjibu. Kanisa, mlivinunua ili vifanye kazi gani? Sisikii. Kwanza mnajibu ni kwa kanisa. Naomba kanisa mjibu. Mlivinunua ili vifanye kazi gani? Askofu Soecha eleza. Mlivinunua ili sasa sifa yenu iko wapi? Isiona sifa. Sitaona sifa iliyofanana na muziki mlionao. Mzee sitaiona. Yaani sifa niliyoiona ni ya kutumia sabufa ya chumbani. Sio sifa ya vyombo kama hivi. Sasa utanielewa kwenye somo. Utanielewa vizuri. Laiti mngejua kwamba Bwana anakaa juu ya sifa na amewapa nguvu na fedha ya kununua vifaa vya kumsifu, msifu kama vile mtasifu leo. Ili mjue ninachozungumza, ujifunze kitabu cha Joshua sura ya 6 kwenye kuangusha ukuta wa Yeriko. Ule ukuta wa Yeriko wanasema kwamba wanatheolojia ulikuwa na unene wa kupitisha juu yake magari 4, lakini kwa sifa ule ukuta ulianguka bila kuguswa na mikono ya wanadamu. Sifa peke yake. Sasa niambie, ile sifa ulioimba hata pepo inaweza ikatoka? Tuambizane ukweli, wana wa Mungu, hata pepo inaweza kutoka. Kilichoharibika ni nini? Ni madhabahu yako ya moyoni tu. Jamani, Yesu asifiwe sana. Amina. Aje mwambie. Siku moja nikiwa nikamwomba Mungu,